Bwana, saluti kubwa sana kwako Big Mendez. Bwana, umetuletea Kasanga Beach Tour. Bwana, tutaishi nayo na mimi nakubali sana ambacho umekuwa ukikifanya. Ni moja kati ya watu ambao wana struggle sana. Na hata hii Kasanga Beach Tour najua itakuwa poa sana kwa sababu jamaa huwa anazingatia sana agenda. Yaani kitu ambacho jamaa hajai kuniangusha ni kwenye kuzingatia agenda. Sio unaenda beach afu unakutana na watu, yani mnakutana wote ni magentlemen. Yani mnaenda beach eti mnaenda tour afu mnakutana wote ni magentlemen. Hamna kitu kama hicho. Kwa hiyo kitu ambacho mimi na salute sana na appreciate kile ambacho anakifanya Big Mendez ni kubalance bana, watu tunaenda tour lakini kuwe kuna ile balance ya agenda na vitu kama hivyo. Kwa hiyo inapofika ile time ya kuogelea, time ya kula bata, time ya kudance, na this time jamaa ameniambia kutakuwa na artist, kutakuwa na DJs kibao. Yani uchawi ni leisure na VIP tu ndo kuna uchawi pale. Na mpaka sometimes alivyokuwa anaongelea nilikuwa namsikiliza kwenye kituo kimoja akizungumza, anasema kutakuwa na leisure pamoja na VIP. Mpaka nikajaribu kulicall kwamba hivi leisure ndo backbencher na VIP inakuaje, lakini all in all tunategemea mambo yatakuwa vizuri, na amejipanga kuhakikisha kwamba Beach Part 2 inaenda kufanyika tofauti kabisa na ilivyofanyika mwaka jana. Yani kila mwaka anaongeza ile thamani ambayo tunatakiwa tuione kwa mwaka husika. Kwa mwaka huu pia tunaamini kabisa Big Mendez amejipanga kufanya kitu kikubwa sana kwenye Beach Part Tour. Bana, niachane na hiyo. Mimi nataka nizungumze kitu kimoja kuhusiana na watu ambao wamekuwa kizungumzia, watu ambao wamekuwa kiuchambua mziki wa kizazi kipya au mziki wa Bongo Flava, au wachambuzi wa muziki ambao sasa hivi tumeibuka mtandaoni. Nikiwepo na mimi pia, of course nimekuwa nikifanya uchambuzi wangu pia, lakini uchambuzi wangu una base sana kwa artists ambao wanatoka Sumbawanga, lakini ni general wacho nilizungumzie. Watu wanasema kwamba issue hii pengine imekuwa ni kama mpya, lakini watu wamekuja yani wamekuja kwenye uchambuzi wa kishabiki. Yani kuna mtu anafanya uchambuzi afu kumbe kuna mwamba anamshabikia. Yani kuna mtu fulani ambaye yeye akiingia kwenye session kama hizi muda wote ni kumsifia tu, mara fulani mara hivi, mara fulani anaimba kama fulani, mara fulani kama nani. Watu hao tumewaona na tunaendelea kuwaona na vitu kama hivyo, lakini mimi niseme kitu kimoja ni kwamba tubaki kwenye misingi. Kama umeamua kuingia kwenye uchambuzi wa muziki, basi fuata ile lile ambao unatakiwa uiseme kwa watu. Usifuate ushabiki, usifuate fulani amesema kitu gani, na sometimes usifanye kitu fulani kwa kumsifia mtu eti kwa sababu amekupa kitu fulani, au kwa sababu pengine wewe una maslahi na yeye. Bana, hizo sio mambo. Hebu usiwaaminishe watu kwenye uongo kwa sababu wewe unanufaika na kitu fulani. Waambie watu ukweli. Kama ni seriously wewe umeamua kuingia kwenye uchambuzi wa muziki, basi wewe unaujua muziki kweli. Hiyo inaenda sambamba na watu ambao wanakuja na podcast. Podcast zimekuwa ni nyingi sana. Hata this one podcast ya Chiruba unayoizungumzia ziko nyingi sana ambazo zimeendelea kuja, na hivi karibuni nimesikia ndugu zetu wa Iconic nao wametambulisha podcast yao mpya ambao wameanza kuhost na vitu kama hizo. Bana, mimi natoa ushauri kwa watu wa podcast ambao wananitazama na wengine wote ambao wananisikiliza bana, lakini ushauri huu pia uje kwenu watu wa Iconic. Mmeamua kufanya podcast, wekeni mtu sahihi kwenye eneo hilo la podcast. Yani podcast sio the place ya interview. Sio kama naeleweka. Najua ni watu makini sana. Pale kuna jamaa anaitwa Sheb King anafanya na kiwasha sana, ndugu yangu Samata. Mnafanya poa sana kwenye videos, kwenye graphics na maeneo mengine mengi mnafanya poa. Hii ambayo mmekuja nayo ni project kubwa sana. Sasa kwa nini nasema mweke mtu sahihi? Kwa sababu najua sio ambao mko nao sio watu sahihi. Lakini sasa hivi ulimwengu wa sasa hivi watu wanaangalia nini ambacho tunakizungumza, nini ambacho tunakifanya, pengine nini ambacho tunakijua kutoka kwa watu ambao tunawazungumzia. Kwa hiyo mweke mtu ambao unajua kabisa huyu nikimweka atakill, ataua. Bana, watu wa Iconic, bana, juu chini fanyeni, wekeni watu hapo. Wapo watu mbona wanaweza kufanya vitu vikubwa sana. Ndugu yangu SJ Mkatoliki anakaa vizuri kabisa hapo. Dada yangu Kasamia anakaa kabisa hapo. Naona wanakiamsha, wanakiwasha sana. Sijui, lakini
kubwa zaidi tufanye hivyo, kwa sababu hao watu wanajua, ni watu ambao ni media, tuseme ni watu ambao tayari wako kwenye hiyo media, wako kwenye hiyo industry, wanajua kwamba hata anapokuwa anafanya interview, anafanya mahojiano na mtu, anajua ni engo ipi anaweza kaigusa na watu wakaelewa kile ambacho pengine watu wanataka kukijua. Lakini ukiweka mtu ambaye leo hii ndo anaanza kufanya vitu kama hivyo na unafungua podcast ambayo unatamani ifike mbali zaidi, sijui kwa sababu umeangalia nini kwa mtu ambaye unatamani aanzishe kitu kama hicho. Sitaki kumfanya kama aonekane kama sio mtu mzuri, lakini mimi naamini yule ambaye amekuwa kwenye media atakuwa ana uwezo mkubwa zaidi kuliko mtu ambaye leo unamchukua unamweka aweze kufanya vitu ambavyo pengine unaweza mbona kama podcast imepoa, mbona kama inachukuliwa, kwa sababu hujafanya choice nzuri kwenye ni nani ambaye unaanza naye, ni nani ambaye anatakiwa akae hapo na afanye vitu kama hivyo. Kwa hiyo hata kwenye uchambuzi wa muziki kuna watu ambao wanakaa kwenye hizi sessions, ni watu ambao kwanza hawajui muziki, hajui wasanii, lakini anataka kujifanya kwamba yeye ni mchambuzi. Hajui podcast inahitaji vitu gani, hajui sijui yeye ataeleza kitu gani, anataka kufanya vitu kama hivyo. Kwa hiyo tufanye uchaguzi sahihi, lakini pia tunapofanya tujue kabisa unafanya kitu ambacho uko familia nacho. Yani ufanya kitu ambacho unajua uko familia. Usifanye kwa sababu umeona fulani anafanya. Yani kuna mtu mwingine sasa kama Maki ameweza kufanya, basi hata mimi naweza. Bana mimi hata niwaambie ukweli, haya mambo yanaenda na familia. Yani wewe umekuwa expert kwa kiasi gani na hivyo vitu. Kwa hiyo tusichukulie poa. Tufanye kwa sababu sio kwamba tunafanya kwa sababu tunatakiwa tufanye. Tunafanya kwa sababu tumezoea kufanya. Bana hizi podcast zinazokuja tunaendelea kugive shoutouts na wengine waje wengi zaidi, kwa sababu kufanya hivi ndio tunaendelea kuchangamsha game, tunaendelea kufanya mkoa wa Rukwa na Sumbawanga kwa ujumla endelee kufika mbali, ionekane. Lakini pia wachambuzi wa muziki bana, hebu tusimame kwenye real, tusimame kwenye truth, tusiongee